Umeona? Mke wangu, busara yako na upendo wako viko wapi? Wakati wewe ndio ulimchukua huyu binti. Wakati wewe ndio ulinishawishi mimi tumchukue huyu binti alipopata ajali. Sio wewe. Sio wewe uliokuwa unampenda huyu binti. Mbona umebadilika umekuwa kama mbogo, mke wangu? Shida nini? Au kitu gani kibaya amekukosea huyu binti wa watu? Ni adhabu gani unazompa hizi? Huyu binti sio mfanyakazi wa ndani. Huyu ni mtoto wa watu. Anastahili kuishi kama watoto wote wanavyoishi huko ndani. Kwani umebadilika hivyo mamangu? Haya, sasa unategemea heshima kutoka kwa John na watoto wote? Hivyo vitendo unavyofanya? Pole sana mamangu. Sikutegemea kama baba angeweza kukufokea hivi. Kwa kosa la mtu baki kama yule. Usijali. Damu ni nzito kuliko maji. Unamaanisha nini? Mimi hanihusu. Wanasema vita vya panzi, furaha kwa kunguru. Nipe mkono mpenzi, kwenye moyo wangu shika. Uone unavyokwenda mbio, nisipokuona hata dakika. Uniliwaze kwa tenzi za mapenzi ukipita. Show me meaning for mapenzi, mapenzi, mapenzi. Love me again, love me again. Usilie kipenzi changu. Pia pole sana kwa kitendo cha kufanyia mama. Najua umejisikia vibaya. Ila kiukweli hata mimi nashangaa. Sikuwahi kumuona kwenye hali kama hii siku za nyuma. Sijui kimemkuta nini. Lakini kwa nini mimi ndio nanionea? Nimemkosea nini? Mbona mwanzo alikuwa vizuri tu, lakini ghafla ananichukia. Pole. Nitajaribu kuzungumza naye. Na nina imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sipendi kuona ukiwa unalia. Come on. Ngoja nikachukue dawa, sawa? Nikupake hapo ulipoumia. Sawa?
Sasa inabidi upumzike. Na imani ukiamka utajisikia vizuri. Mume wangu, mbona unabeba shuka na mto? Unaenda wapi? Naenda kulala sebleni. Nini? Unawezaje kuniacha mkeo chumbani na kwenda kulala sebleni? Semeni, leo sipo kwenye mudi nzuri mke wangu. Na chanzo chake unakijua. Kwa hiyo wewe lala hapa. Acha mimi nikalale sebleni. Mume wangu, yaani kitendo cha mimi kumfokea Sandra ndio kinakufanya ukalale sebleni? Hivi, wewe unaona uko sawa? Na sio kumfokea tu. Umemunguza mtoto wa watu. Leo bibi yake anajua kwamba mtoto anateseka. Tutachukuliwaje sisi? Unajua thamani ya mtu unaweza ukaipoteza kwa muda mchache sana. Kuna vitu ukifanya bila kutumia akili mke wangu, huwezi kufanikiwa. Wewe ni mama, na mama bora anaanzia nyumbani kwake. Najua nimekosea, lakini sifikia hatua ya wewe kwenda kulala sebleni. Hivi watoto wakikukuta hapo watatuchukuliaje? Kama ulijua hilo, basi usingefanya ulichokifanya. Wewe ndio umeanza kunivua nguo mbele ya watoto. Nimeonekana mimi sio baba bora. Nimeonekana baba ambaye siwezi kutoa maamuzi. Ila mimi natumia busara na hekima niliyozaliwa nayo. Lala mke wangu. Siko sawa kabisa. Na sitaki vurugu yote itokee, na ndio maana najiepusha. Nakupenda sana. Dad, muda umeenda sana. Upo sebleni mpaka sasa. Kuna usalama kweli? Nimeona nijipumzikia hapa tu. Siko sawa. Vipi? Mbona wewe hujalala mpaka muda huu? Nimekuja kuchukua maji ya kunywa. Okay. Vipi? Sandra yuko salama? Kwa sasa endelea vizuri. Na hata hivyo nilimpatia dawa. Ila kwa sasa amepumzika. Lakini dad, najua umelala hapo kwa sababu ya mama. Kiukweli kitendo alichokifanya sio kizuri kabisa. Mwanangu, nenda kachukue maji. Mambo ya mama yako nitayamaliza mwenyewe. Sawa. Dad, have a good night for you. Same to you. Thank you.
Good morning Johnny. Afadhali nimekukuta hapa. Leo tutaongozana wote. Njia ofisini unaifahamu. Hivyo kila mtu anaweza akaenda kwa muda wake. Mimi nitaenda kwa nafasi yangu na wewe utaenda pia kwa nafasi yako. Hivyo hatuwezi kuongozana. Jamani, kwa nini mara kwanza mimi na wewe kuongozana ofisini pamoja? Suzy, kuna tabia umezianza na kuna vitu unaviendeleza ambavyo vinanishangaza sana. Kwanza kinachonishangaza zaidi, imefika hatua mama anakuita we mkwe. Kuna kitu gani umempa mama wewe mpaka anakuita hivyo? Unajua nashangaa sana. Sikiliza nikwambie. Mimi sijamwambia mama chochote. Na cha pili, yeye ndo ana maamuzi ya kuchagua nani awe mkwe wake. Hapo hapo kwenye maamuzi. Mwenye maamuzi ya kuchagua mwanamke anayemtaka ni mimi mwenyewe, sio wewe wala mama. Hivyo nitachagua mwanamke ninayempenda mwenyewe. Nadhani unanielewa. Sikiliza nikwambie John. Haijalishi napitia magumu kiasi gani, lakini na imani nitakupata tu. Manzali sasa hivi mama yupo upande wangu. Imebaki kazi ndogo tu. Njoo nifuate. Wewe, mbona upo hapa? Nilikuwa nakusubiri. Maana nimeona mmechelewa sana kuingia kazini wewe na John. Haya, shida yako nini? Maana huu ni muda wa kazi. Unatakiwa uwe ofisini kwako. Ni kweli. Lakini Suzy, mimi na wewe bado hatujakaa tukaweka mambo sawa. Hivyo siko sawa kabisa, nimeshindwa kufanya kazi kulingana na kile kilichotokea. Mambo sawa kivipi? King, mbona unakuwa mgumu kuelewa? Mimi sikupendi na sijawahi kukupenda. Ulioni hilo? Lakini Suzy, kwa nini umekuwa mara zote mtu wa kurarua moyo wangu? Jaribu basi kujali hisia zangu. Na mimi pia ni binadamu, nina maumivu. Wewe ndio unayataka. Na kwa taarifa yako, siku si nyingi naenda kwa shemeji yako. Kwa sababu mama John amekubali mimi kuwa mke wa John mtarajiwa. Kwa hiyo heshima ianze mapema. Hongera. Ila unahisi itakuwa rahisi kihivyo? Vipi kama John akijua mimi? King, ukisubutu kumwambia John ukweli, utatangaza uadui kati yangu mimi na wewe. Kwa hiyo unanitishia, si ndio? Jaribu. Sawa. Acha niwe nimeshindwa mimi Suzy. Acha. Nitakuwa nimeinua mikono juu na kukubali kulikosa penzi lako. Na kuahidi sitoka nikakusumbua tena. Never ever. Hutoka ukasikia kauli na kupenda kutoka kwenye kinywa cha Kim. Haitoka ikajirudia. Na wala sitokuwa msumbufu kwenye maisha yako. I promise. Lakini kaa utambue kuwa wewe ni mwanamke ambaye nilikuwa nakupenda sana na kuheshimu. Lakini mara zote umekuwa ni mtu wa kuupa moyo wangu maumivu Suzy. Fine. Acha niwe nimeshindwa. Siamini kama sina bahati na mapenzi. Kila siku wako kutoka maumivu wanapenda wengi. Labda njia yangu mimi haifai. Nampenda hanipendi hivi why. Labda njia yangu mimi haifai. Nampenda hanipendi. Vipi, kuna usalama? Mbona kinyonge sana? Nimeamua kuachana na Suzy rasmi. Wewe wakumwacha Suzy? Juzi nilishangaa ulisema hivyo hivyo. Lakini ghafla hospitali mmekuja wote. Haya, kuna kitu gani kinaendelea? Kuna issue ilitokea hapa mimi na yeye. Na nikahisi labda huenda ikawa nafasi yangu ya mapenzi kwake. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya tu. Haikuwa hivyo nilivyofikiria.
Mimi nadhani uendelee kupambania penzi lako na si kusema mwachane. Hapana. Unajua John, licha ya kuwa nampenda sana Suzy, lakini mimi sio fala kiasi hicho niweze kumng'ang'aniza mtu kitu ambacho hawezi kukifanya. Ni sawa namlazimisha tu mapenzi. Suzy hanipendi mimi na hana hisia zozote zile za mapenzi kwangu. Acha nimwache awe huru na maisha yake. Are you serious? Unataka kufanya maamuzi haya? Nadhani hiyo ndio itakuwa njia sahihi. Acha nikae mbali na maisha yake. Sawa. Kuna muda tunaambiwa tusiingilie mapenzi ya watu. Maana mahusiano ni ya watu wawili tu. Mimi kwa sasa penzi langu liko high. Alafu la kwako lipo low. So pambana. Dad, good afternoon. Good afternoon, my son. Vipi? Mbona umetoka mapema sana leo? Yeah, kiukweli nilikuwa na kazi nyingi sana. Lakini nadhani nimetoka asubuhi Sandra hakuwa sawa. Hivyo nimewahi kurudi kuja kumuona. Afadhali umekuja mwanangu. Kwa maana Sandra hajatoka chumbani kwake kabisa. Bora umekuja ukaongea naye. Nimejaribu kwenda, nimemgongea. Lakini ameitikia tu. Hajafungua mlango. Kadai yuko salama. Sawa, nitakwenda kumcheki. But nimekumbuka kitu dad. Mr. Elliot amewasili Tanzania na alifika leo ofisini. Hivyo amesema uwasiliane naye. Okay, fine. Nitafanya hivyo. Sawa. Mambo Winnie. Poa. Kwa hiyo ndo umenikumbuka sio? Heka zako na wewe sali zimeisha. Najua jana sikukujibu vizuri. Hivyo ndio maana leo nimekuja kuomba msamaha. Kichwa changu hakikuwa sawa. Mambo mengi wapi? Wewe sema tu unamuonea wivu wewe sali. Haya ndo umenikumbuka? Winnie. Unajua kabisa mimi bila wewe siwezi. Hivyo ndio maana nilivyokufikiria. Nikaamua kukuletea zawadi. Nataka kijora na viatu hivi kwa ajili ya msamaha. Asante. Haina haja kunishukuru. Kwa maana najua hizi wiki 2-3 mapenzi yetu yalikuwa hayako sawa. Love me again. 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 Yaani kiukweli leo siku yangu haikuwa poa kabisa kazini. Nakupigia simu siku nzima upokee. Kuna shida gani? Sipo kwenye mood ya kuongea na yoyote yule. Ina maana hata mimi kuwa na mood ya kuongea na mimi? Amna Juni. Najua sipo sawa. Ila najua. Pole. Asante. Baba ameniambia hujala siku nzima. Hivyo nimekuletea ice cream. Ule kwanza, then twende jikoni nikakupikia chakula kitamu. Lakini mimi sijisikii kula. No, kula kwanza ice cream.
Nitakula mwenyewe. Acha ukorofi. Kula kwanza hii, alafu tuende jikoni. Nilimisi tabasamu lako. DNA? Siamini kama sina bahati na mapenzi. Kila siku wa kutoka